Kuna taarifa ambazo ni za kusikitisha na pia ni za kuchekesha kwa wakati mmoja. Aibu kubwa imempata Peter Msigwa baada ya sasa CCM kumgeuka hadharani. Kabla ya uchaguzi mwaka jana, Peter Msigwa aliwasaliti chama chake cha Chadema na kukimbilia kwa Samia Suluhu. Alidhani atakaribishwa vyema, matokeo yake alianguka uchaguzi, na mbaya zaidi sasa CCM wamemnyima hata kazi yoyote serikalini. Amebaki kutengwa ndani ya CCM. Sasa Msigwa leo amejitokeza kupinga madai haya vikali. Mtazamaji, kabla tusonge mbele, nimegundua wengi wenu mnatazama na kusikiliza taarifa kabla ya kulike video na kusubscribe. Hivyo basi na kuomba tafadhali kwa moyo mkunjufu bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe chini ya video hii na alama hiyo ya kengele. Mandhari ya kisiasa katika taifa hili letu la Tanzania leo kwa mara nyingine tena yametikiswa na malumbano yanayoendelea kumkumba Peter Msigwa. Hata hivyo, ambaye hivi karibuni ama hivi majuzi safari yake ya kisiasa imeibua mjadala mkubwa nchini Tanzania. Aliyewahi kuwa mwanachama maarufu wa Chadema na mwenye jina maarufu Msigwa alifanya mabadiliko makubwa na kujiunga na Chama cha Mapinduzi baada ya kumsaliti Tundu Lissu, hatua ambayo wengi waliamini ingemletea upendeleo wa kisiasa na pengine kuteuliwa na serikali na hata kupatiwa ofisi serikalini. Walakini matukio yaliyofuata kuasi kwake Chadema yamechukua mkondo ambao haukutarajiwa leo na kumwacha kutengwa kisiasa na katikati ya uchunguzi wa umma. Hata hivyo, miezi michache kabla ya uchaguzi mkuu uliopita, uamuzi wa Peter Msigwa kuachana na kuisaliti Chadema na kujihusisha na CCM ulitafsiriwa na wengi kuwa ni hatua ya kimkakati. Wachambuzi na wananchi walibashiri kuwa mabadiliko yake ya uaminifu yalikuwa na lengo la kupata ukaribu wa madaraka na hata kupewa ofisi, hasa chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Matarajio yalikuwa kwamba uasi kama huo wa hali ya juu ungezawadiwa kwa ushawishi au jukumu ndani ya serikali, kama vile mara nyingi imekuwa na viongozi wengine wanaosaliti vyama vyao kuingia katika chama tofauti. Hata hivyo, matokeo ya uchaguzi huo mwaka jana yalileta pigo kubwa kwa matarajio ya Peter Msigwa. Sio tu kwamba alishindwa kupata ushindi wa uchaguzi, bali pia alijikuta hana nafasi rasmi ndani ya serikali. Kurudi nyuma huko maradufu kumechochea simulizi na uvumi kwamba alichezea kamari mtaji wake wa kisiasa na kupoteza, na pia kuzua maswali juu ya ikiwa kuhamia kwake CCM kulikuwa na makosa tangu mwanzo. Ukosefu wa uteuzi wowote ndani ya serikali umekuwa wa kushangaza, hasa kutokana na kuonekana kwa kukataa kwake. Kilichozidi kupamba moto ni dhana kwamba CCM imejiweka mbali naye vilivyo. Licha ya kujitoa hadharani na chama tawala, Peter Msigwa anaonekana kuwekwa kando sasa, na hakuna dalili za wazi kwamba atajumuishwa kwenye miduara ya ndani ya chama hicho au hata kupewa kazi. Kwa watazamaji wengi, hii imezua hisia kwamba ameachwa baada ya kutumikia malengo yake ya kisiasa katika kipindi kigumu. Mwitikio wa umma umekuwa mwepesi na umegawanyika. Baadhi ya wakosoaji wanahoji kuwa uzoefu wa Msigwa unatumika kama tahadhari kuhusu siasa nyemelezi na kupendekeza kuwa kuachana na itikadi za kisiasa za muda mrefu kwa manufaa ya muda mfupi kunaweza kuleta matokeo mabaya. Sasa hivi Peter Msigwa ameshindwa kukaa kimya baada ya shutuma na tuhuma hizi zote kuenea mitandaoni, na siku ya leo katika mahojiano na kituo kimoja cha habari Tanzania ameweza kujibu kuhusiana na uvumi huu. Hata hivyo, wakati huo huo, Msigwa ameibuka leo na kukanusha vikali madai kuwa kuhamia CCM kulitokana na kutaka kuteuliwa kisiasa au kupatiwa ofisi. Katika kuonekana kwake hadharani, amesisitiza kuwa thamani yake kama mtu haitegemei kushika wadhifa huo. Hili amelisema akizungumza na chombo hicho cha habari. Amesisitiza kuwa uamuzi wake wa kujiunga na CCM ulitokana na imani yake binafsi na kufuata mwelekeo wa chama badala ya matarajio ya mali au faida ya kisiasa. Hata hivyo, amefafanua zaidi kuwa hakubaliani na wazo la kusubiri uteuzi ndani ya CCM ili kudhibitisha thamani yake ndani ya chama hicho. Kulingana na masimulizi yake, Msigwa, nafasi za uongozi zinaweza kuja na majukumu, lakini hazifafanui utambulisho au heshima ya mtu binafsi. Msimamo huu unaonekana kuwa jaribio la kuweka upya mazungumzo, kubadilisha mwelekeo wa uvumi kutoka kwa ukosefu wa jukumu la serikali hadi kanuni pana za kujithamini na huduma. Licha ya madai haya, mashaka yanasalia kuwa juu kati ya sehemu za umma. Wengi wanaendelea kuhoji kwa nini mwanasiasa wa hadhi yake angechukua hatua hiyo muhimu bila kutarajia aina yoyote malipo ya kisiasa.
Pengo kati ya matarajio na ukweli limezidisha tuhuma kwamba huenda mabadiliko yake hayajitokeza kama alivyotarajia. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa pia wamepima uzito, wakibainisha kuwa hali ya Peter Msigwa inadhihirisha hali isiyotabirika ya mabadiliko ya kisiasa. Ingawa baadhi ya walioasi hujiunga kwa mafanikio katika vyama vipya na kupata majukumu yenye ushawishi na hata kazi, wengine hujitahidi kupata msingi wao. Katika suala hili, kukosekana kwa nafasi ya wazi kwa Peter Msigwa serikalini ndani ya CCM ya Samia Suluhu kumesababisha kipindi chake cha mpito kuwa na changamoto kubwa. Kinachoongeza utata huo ni muktadha mpana wa kisiasa nchini Tanzania, ambapo uaminifu wa vyama na mienendo ya ndani huchukua jukumu muhimu katika kuamua upatikanaji wa fursa. Hata ndani ya vyama vyenye nguvu kama CCM inayoongozwa na Samia Suluhu katika taifa hili la Tanzania, ushindani wa nafasi unaweza kuwa mkubwa sasa, na sio wanachama wote wana uhakika wa maendeleo au kupata kazi. Ukweli huu unaweza kueleza kwa nini Peter Msigwa bado hajapata uteuzi wowote serikalini. Walakini maoni ya kwamba ameachwa kwenye baridi ama ameachwa nyuma na kutengwa inaendelea kutawala mazungumzo ya umma mitandaoni, licha yeye binafsi kuweza kuyakanusha. Majukwaa ya mitandao ya kijamii yamefurika maoni, huku baadhi ya watumiaji wakimwonea huruma, huku wengine wakikosoa chaguzi zake za kisiasa, huku wengine wakimcheka. Simulizi ya kuachwa baada ya kutoka Chadema imekuwa mada kuu katika mijadala leo. Peter Msigwa hata hivyo ametaka kudumisha msimamo wake wa kiutunzi, huku kukiwa na ukosoaji mkali. Amesitiza dhamira yake ya kuchangia maendeleo ya taifa bila kujali kwamba ana wadhifa rasmi au la, kwa kujionyesha kama kiongozi anayeongozwa na kanuni badala ya tamaa za kazi. Anaonekana kujaribu kujenga upya sura yake ya kisiasa. Pia amesisitiza kujivunia kwake kuwa mwanachama wa CCM na kuahidi hatarudi nyuma, huku akieleza kuwa kujiunga kwake ni chanzo cha utimilifu badala ya hatua ya kuingia madarakani. Mtazamo huu unaonyesha kwamba anajaribu kujilinganisha kwa ukaribu zaidi na itikadi ya chama, hata maswali yanapoendelea kuhusu jukumu lake ndani ya chama hicho. Wakati mjadala huo ukiendelea, mustakabali wa kisiasa wa Peter Msigwa bado haujulikani. Ikiwa hatimaye atapata nafasi ndani ya serikali au ataendelea kufanya kazi bila ofisi rasmi bado haijaonekana. Hata hivyo, kilicho wazi ni kwamba safari yake imekuwa kielelezo tosha cha hatari na matatizo magumu yanayohusiana na mabadiliko ya kisiasa katika taifa hili letu la Tanzania, na kuacha wengi kutafakari juu ya gharama halisi ya kubadili uaminifu katika kutafuta ushawishi. Kilicho dhahiri ni kwamba sasa hivi Peter Msigwa hawezi kurejea Chadema. Itakuwa ngumu sana kukubaliwa kurejea Chadema, na vile ndani ya CCM anaonekana kutengwa, licha yeye binafsi kuweza kukanusha hilo. Lakini mtazamaji, hayo ni maoni tu. Je, wewe maoni yako ni yapi? Nataka unaambie upande wa comment section chini ya video hii. Niandikie, je, unadhani Peter Msigwa aliweza kuchukua hatua ambayo ni mbaya kuhamia CCM? Na je, unadhani sasa hivi anafaa kurejea Chadema, ama je, unafikiria Chadema hawatamkubali? Na kuacha unijuze maoni yako ama mtazamo wako. Kumbuka kulike video hii na kusubscribe na ubonyeze alama kengele ili kila siku uwe wa kwanza kupokea notification ama ujumbe kupitia simu yako kila wakati habari mpya zitakapoweza kuchipuka. Vile like video hii kisha bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.